Kuna watu wanaishi kimya, wanaumia lakini hakuna anayewaona. Wanalala njaa lakini hakuna anayesikia sauti yao. Kuna watu wanapitia usiku mrefu wa maumivu, wakitamani hata mtu mmoja tu asikie, lakini dunia inaonekana kuwa kimya sana kwao. Kuna watoto hawajui hata maana ya furaha, wazee waliotengwa na dunia, na watu wasiojiweza waliokata tamaa kabisa. Baadhi yao wamezoea kuishi bila msaada, sio kwa sababu wanataka, bali kwa sababu hawana chaguo jingine. Lakini katika ukimya huo, kuna watu waliamua kusikia kilio chao, waliamua kuwa sauti kwa wasiokuwa na sauti na mwanga kwa walioko gizani. Hawa ni Foundation Huruma, wakiongozwa na mtumishi wa Mungu Joshua Mtombe, wakiwa na imani kwamba kila maisha yana thamani na kila mtu anastahili kupendwa, sio kwa sababu wana kila kitu, bali kwa sababu wana moyo wa kutoa, moyo unaosikia maumivu ya wengine, moyo unaoguswa na machozi ya mtu mwingine, na moyo unaochagua kusaidia bila kusubiri malipo. Kwao kila safari huanza na maombi, kila hatua huanza kwa kumtanguliza Mungu. Kila wanapokusanyika wanamwomba Mungu awaongeze, kila wanapofika mahali wanamshukuru Mungu, kwa sababu wanaamini bila Mungu hakuna kinachowezekana. Na katika kila wanachokifanya, imani ndiyo nguvu yao kuu. Kauli mbiu yao ni ushirika, sio matengano. Maana yake kila mmoja ni muhimu, kila maisha yanahesabika, na hakuna anayepaswa kuachwa nyuma. Ilikuwa ni Ijumaa tarehe 11 Aprili mwaka 2026, siku ambayo machozi yaligeuka kuwa furaha, siku ambayo baadhi ya watu walipata sababu ya kutabasamu tena baada ya muda mrefu wa huzuni. Wakifika sehemu ambayo wengi hawaendi, sehemu ambayo watu wamezoea kusaulikwa, sehemu ambazo hata matumaini yalikuwa yameanza kufifia, walichokikuta kule si rahisi kukielezea. Watoto wenye ulemavu wakikaa kimya bila matumaini, wazee waliozoofika wakisubiri msaada usioije, na familia zilizokuwa zimekata tamaa kabisa. Kulikuwa na ukimya wa maumivu na macho yaliyojaa maswali bila majibu, lakini ghafla kitu kimebadilika. Walipoanza kutoa misaada, haikuwa tu chakula, haikuwa tu vitu, haikuwa tu msaada wa kawaida. Ilikuwa ni upendo, ilikuwa ni kujua kwamba kuna mtu anawajali, ilikuwa ni kuguswa kwa moyo na kurejesha imani ya maisha. Na hapo ndipo miujiza ilianza kuonekana. Mtoto aliyekuwa kimya akaanza kutabasamu, mzee aliyekuwa amechoka akaanza kulia kwa furaha, mama aliyekata tamaa akaanza kumshukuru Mungu kwa sauti, na mazingira yote yakaanza kubadilika kutoka kwa huzuni kwenda kwa matumaini. Watu walilia, lakini sio kwa uchungu tena, bali kwa furaha ambayo walikuwa wameisahau, furaha ya kusaidiwa, furaha ya kukumbukwa, furaha ya kuonekana kama binadamu tena, furaha ya kujua bado kuna watu wanaojali, bado kuna moyo wa huruma duniani. Kuna wengine walishika mikono ya Foundation Huruma, hawakutaka kuachia, kwa sababu kwa mara ya kwanza walihisi hawako peke yao. Walihisi uwepo wa upendo wa kweli uliozidi hata maneno. Hii siyo hadithi, hii ni maisha halisi. Hii ni sauti ya wale waliokuwa hawasikiki, sasa wanasikika. Ni ushuhuda wa mabadiliko yanayotokea pale huruma inapochukua nafasi, na kila siku Foundation Huruma inaendelea na safari hii wakiwa na kitu kimoja tu mbele yao. Na kila siku Foundation Huruma inaendelea na safari hii wakiwa na imani kwamba Mungu anaona kila wanachokifanya, na kwamba kila msaada una maana kubwa kwa anayepokea. Popote waendapo wanamweka Mungu mbele, na ndio maana wanagusa mioyo ya watu.
kwa sababu huruma sio maneno, ni matendo, na upendo sio kusema, ni kutoa, ni kusimama na mtu pale anapohitaji zaidi, ni kuwa matumaini pale ambapo hakuna matumaini. Na labda wewe unaangalia video hii, unaweza ukawa sababu ya tabasamu la mtu mwingine kesho. Unaweza kuwa mwanga katika maisha ya mtu fulani. Unaweza kuwa jibu la maombi ya mtu ambaye hajawahi kukutana naye. Foundation Huruma ndiyo tu kusaidia, ni kuokoa matumaini ya maisha, ni kugusa mioyo na kubadilisha dunia hatua kwa hatua. Na kumbuka, ushirika sio matengano. Niite Official Memories _255 ndiyo jina langu. Make sure umesubscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya matukio zaidi kama haya. Dazo. Halo. Vipi? Halo? Maiki kwa tuanzane na hivyo Mtombe maarufu Fondation unaona kunaandikiwa mwinjilisti mwanzilishi na kama vile mwanzilishi wa hii kundi ya Fondation. Na huyo kaka iko na zawadi yake tu kidogo somea sita ya sabuni yake ya unga na hiyo zawadi yake ipokee tu kidogo, naomba tu ipokee hiyo. Asante. Mani pia ningeomba tuko wamizi tunatumia mamlaka ya shela mama watoto wa huyu hapa kaka wa tumbo ndo mwenyekiti wetu mwanaume na wengine wote
Sawa, mbele ya tunaomba kwa. Mimi ndio mwenye tombe. Ndio mwenye tombe. Naomba nusu. Jamani tukae chini hapa tuingie kwenye maombi kwanza. Samahani. Ingie kwenye maombi. Haya tuombe. Mimi mbonja ningejua mzee. Sasa mwambia sasa tusubiria sana. Ushitamu ya nani? Basi wewe kwenda yule mwingine alienda. Wasiende, urudishe sasa kumele. Obato acho. Wewe mtoto, toka hapa. Choloko kashindi. Mzee. Esther Bawila Sumani. Kashindi Elizabeth Deville. Echochi elendo yatima. Bawili Asani mzee. Nyasa Juma mzee. Olive Tamu. Sawa. Nashukuru. Samahani kwanza. Mama Nene kifupi tusikilize kwanza. Mama Nene Andewa ni mwenye alikutaniwa hapa na ndio alipokea. Ya tamani. Samahani kwa ilikuwa nakia kweli. Wewe mtoto wako hiyo siku atakuandikia nayo. Sawa mama, sawa. Naomba watocha tata ile naona tata wene basho abyo abe chaulindewe alimolondera ose alindewe na nyumba yake na bakibana bose yeta ni chini ya Yesu. Amen. Amen. Sasa tunashukuru Mungu abariki sana. Amina baba. Hapa amepokea ni ubavu wangu hapa. Amina. Mfuko wa mifupa ya. Sema asante.
Kuna mtoto ncho? Geuka. Mama. Wanakuletea zawadi hapa. Wanakuletea zawadi hapa. Imana tengeneza neza burundi. Baje bihambiriye, baje bigitako none nange nshaka gusubiramo nange ngire neza. Nina. Mnapaje basi? Au kwa kuko ntada mubera. Jewe nange kabikani. Nasema ni kwa sababu hajui sehemu mnapoishi. Nako kuyaga no kuri sina kudira. Nasema mama hapa iko na tugunga kama vile anasikia kuunga. Jamani, shukrani sana. Karibu tena. Mimi nilipata rasa. Kuna neno nashukuru sana kwa msaada na kupokea. Mwenye unatoka Mungu awasaidie na abariki sana. Nakupenda sana papa. Sana. Thank you.
bino na vale moto mitera. Ena sa uwe ya bula ekele. Bagage. Amen. Kupatia sabuni mdogo mikono tu kadogo. Uko bize. Ndio Masa. Jamaya so. Tushukuru Mungu. Tushukuru Mungu watelechi banu bose bale. Watoma bindolo ngao to ebinge. Yaka abe. Mungu amema kala mitumi aji. Amen. Mungu amema kala mitumi aji. Amena. Kabisa. Irudiwe. Kamera yake sabuni chisafu hapa. Mimi na Ndio kaka. Mama. Unakuta zawadi. Unakuta zawadi. Mutatengenezane za mutije. Baje bihambiriye, baje bigitabo none nange nshaka gusubiramo nange ngire neza. Nina. Anasema ni kwa sababu hajui sehemu mnapoishi. Nasema mama hapa iko na tukunga kama vile anasikia konga. Jabeni, shukrani sana. Karibuni tena. Mimi nilikuwa darasa.
nashukuru sana kwa msaada na kupokea. Kwenye unatoka Mungu awasaidie na awabariki sana.